Katika vita vya kwanza vya Wayahudi na Warumi katika mwaka wa 70 baada ya Kristo kupaa juu mbinguni, Jenerali Titus huyu alizidi kuongeza jeshi lake kuuzingira mji wa Yerusalemu. Na kwa vile mji wa Yerusalemu ulikuwa umezingirwa na kuta zenye maboma mazuri kwa ajili ya ulinzi, alizingira Yerusalemu, akauzingira kabisa. Simulizi zinazungumza ya kwamba kuta zile zilikuwa zinafanya Yerusalemu iwe ngumu kupenyeka. Kiaskari lilionekana kama ni jambo ambalo lilikuwa haliwezekani. Lakini inazungumzwa kwamba baada ya kuzunguka ule mji wa Yerusalemu, baada ya muda mrefu sana, watu wa Israeli wameshakuwa mle Yerusalemu, hawana tena uwezo wa kutoka nje wala wa kuingia katika Yerusalemu. Wamoja walikula watoto wao, wengine wakala ngozi za viatu vyao, wengine walitafuna mikanda yao, wengine walitafuna watoto wao, katika kipindi kile ambacho jenerali huyu Titus alikuwa ameuzingira mji na kujiuliza angeupenyaje huu mji. Alipata wazo la kuanza kubomoa kuta moja baada ya nyingine, moja baada ya nyingine, na kupenya ili kwamba apate nafasi. Ziko kuta ambazo zinazokuzuia kuingia katika kilele cha mlima wako wa mafanikio ili kwamba upate kufanikiwa zaidi na zaidi. Nikukaribisha katika Daily Wisdom Series ambapo unaweza ukapata hekima kila siku na masomo yanayoweza kukusaidia kila mara ili kwamba upate kufikia kilele cha mlima wako wa mafanikio. Karibu. Katika mwaka huo Titus hakufika na kusema kwa sababu kuna ukuta basi tutaondoka. La, hakusema hivyo. Jeshi lake lilifanya mashambulizi ya kuvunja ulinzi huo, na kulingana na simulizi za Josephus ambaye ni Myahudi, mwanahistoria ambaye anajikita sana katika historia ya Wayahudi, anasema Warumi walifanikiwa kuvunja ukuta wa nje baada ya siku 15 za kuzingira, kisha wakapenya ukuta wa pili siku chache baadaye. Ushahidi wa kiaikolojia unazungumza ya kwamba mapigano makali yaliyohusiana na ukuta wa tatu wa Yerusalemu yalikuwa ni mapambano makali na mapana zaidi na zaidi, lakini alipenya na akaingia mpaka ndani. Na nakumbuka kalamu iliyovuviwa ya dada Ellen White inaeleza ya kwamba Titus aliingia na majeshi zake, walitafuta namna ambavyo wangeokoa hekalu la Yerusalemu, lakini kwa bahati mbaya askari mmoja alikuwa ametupa kijinga cha moto kule ndani na hekalu likawa limebomolewa, na maandishi ya Yesu katika maneno yake anaposema halitasalia jiwe juu ya jiwe yakawa yametimia. Kuna somo kubwa sana katika hili. Wewe ambaye unabeba vipaji, wewe ambaye ni mbeba maono, kuna somo kubwa sana la kujifunza. Ukuta ulikuwa ni wa halisi, lakini ukuta ule haukuwa ni wa milele. Na kwenye maisha yako, hii ndiyo picha ambayo unastahili kuichukua kama wewe mjenzi wa vipaji. Wewe ambaye unayebeba vipaji, lazima uelewe ya kwamba kuna wakati ambapo kuta zitaingia katika maisha yako, lakini zile kuta hazitakuwa za milele. Unaweza ukawa na kipaji kikubwa sana, lakini ukawa na ukuta mkubwa zaidi mbele yako ambao lazima uupenye au upande, lazima ubomoe au upande au utafute njia nyingine. Lakini sasa unaweza kuwa ni mwandishi mkubwa lakini unaogopa kukataliwa. Ndio, unaweza kuwa ni mwimbaji mwenye kipaji lakini unaogopa kusimama mbele ya watu. Unaweza ukawa na uwezo mkubwa wa biashara lakini unaahirisha kila jambo. Unapotaka kuanza biashara kila mara unaahirisha, unasema nitafanya kesho. Huo nao pia ni ukuta mwingine. Unaweza ukawa na akili lakini hujajenga nidhamu inayotosha. Kipaji kipo lakini na ukuta nao upo, na kama hautaubomoa watu hawataona kile kilicho nyuma au kile kilicho kule ndani. Lazima ubomoe ukuta ili kwamba watu wapate kuona. Kuta nyingi lazima zibomolewe, ila kumbuka, kuna kuta ambazo hazihitaji kubomolewa tena kwa kutumia nguvu. Si kila ukuta unabomolewa kwa kutumia nguvu. Biblia ni kitabu kizuri sana ambacho kina hadithi nyingi ambazo zinaweza zikakusaidia kufikia kilele chako cha mafanikio kama utachukua masomo yaliyoko ndani yake. Kuna kisa kingine katika kitabu cha Danieli sura ya 5 ambacho kinaelezea kuhusu usiku ambao mfalme Belshaza alikuwa akifanya karamu pamoja na wakuu wake huko Babeli, na ilionekana kuwa Babeli ilikuwa ni mahali salama.
kuna baadhi ya wanahistoria wanaelezea kwamba ukuta wa Babeli tafadhali, ilikuwa ni kuta ambayo juu yake, unene wa ukuta juu yake, farasi wawili wangepishana kabisa, wawili wangepishana, mmoja anaenda mbele, mwingine akirudi kule ambako mwenzake anatoka, yani wanapishana kama wanaopita kwenye barabara. Kwa hivyo sio kila silaha ambayo ingeweza kupenya Babeli. Lakini katika usiku ule ambao Belshaza aliamua kumdharau Mwenyezi Mungu, alikutana na mkono ambao uliandika pasipo kuona mtu. Anaona tu mkono unaoandika mene mene tekeli ufarsini, umepimwa kwa mizani na umeonekana umepungua. Sasa katika tafsiri ya Biblia, namna ambavyo Biblia inaelezea kwamba usiku huo ufalme wake ulikuwa umehesabiwa na kufikia mwisho wake, kwa sababu ulikuwa umeshageuka ni ufalme wa waasi. Lakini sasa usiku huo Babeli ilianguka. Lakini hapa tunahitajika kutenganisha maelezo ya Biblia na maelezo ya wanahistoria wa kale. Biblia inasisitiza hukumu ya Mungu na kuanguka kwa Belshaza. Vyanzo vya kale vinavyohusishwa na Herodotus vinaeleza ya kwamba Waajemi waliingia Babeli baada ya kubadili mkondo wa mto Frati. Walichofanya ni nini? Inaonekana walichukua mto Frati ambao ulikuwa unapita katikati ya mji, kwa sababu mto ulikuwa unapita katikati ya mji na umejengewa kuta mbele na nyuma, alafu kote kumezingirwa, mji unajengwa vizuri. Hasa Waajemi walipoona ya kwamba kuta hizi hatuwezi weza kuzibomoa, walichofanya nini? Wakachukua mto Frati wakaupitisha sehemu nyingine. Nakumbuka hii mbinu ilikuwa inatumika kipindi ambacho nilikuwa kwenye machimbo ya dhahabu. Kuna mto ambao tunaita mto Kakongola katika karibu na ile ambayo ni sehemu ya kufugia wanyama msitu wetu ambao unaitwa Kauzi Biega. Nakumbuka kipindi kile tulikuwa tunafanya karibu pale na ule msitu, tulikuwa tunachukua mto tunaopitisha kando, alafu pale ambapo mto ulikuwa unapita hapo kabla, ndipo tunakuja kuchimba sasa madini. Hawa Waajemi nao walijua ile mbinu, kumbe mbinu yenyewe ni ya kale, na sasa wakaingia kupitia maeneo ya mto wakati wakazi wa Babeli wakiwa kwenye sherehe. Kwa hiyo si sahihi kusema kwamba kuta za Babeli zilianguka ghafla kama ukuta wa kawaida. Jambo la kuvutia zaidi ni kwamba mji unaweza kuwa na kuta kubwa sana, lakini bado ukawa na njia za kuingilia. Kitatizo chako kile kinaweza kuwa kinaonekana ni kikubwa sana, lakini bado kukaonekana pia njia ya kutokea. Kuna mto Frati ambao lazima upitishe kando ili upite mahali ambapo ule mto ulikuwa unatokea. Sasa mto wako ni nini? Kuta zako ni nini? Mto wako ni ile fursa nyingine ambayo unayoiona, ambayo inakusaidia kufikia pale unapotaka kuelekea. Lakini kuta zako za Babeli ni nini? Sasa unajua, hii ni hatari sana ya kuta kwenye kipaji. Mtu anaweza kujenga ukuta wa kujisemea maneno yanayoumiza na yasiyojenga motisha, kama vile mimi siwezi fanya hicho kitu, au watu watanionaje. Hiyo nao ni kuta. Sina elimu ya kutosha, huo ni ukuta pia. Nitasubiri mpaka nitakapokuwa tayari, au nitasubiri mpaka nitakapokuwa na mtaji, nitakapokuwa na watu wa kunisemea. Mimi si kama wale wengine wao ni wa kipekee. Hizo ni kuta ambazo unazozijenga ili kwamba usipate kupenya na kufika mbali sana. Au unaweza ukasema nijaribu mara moja nikashindwa, au watu wa kwetu hawawezi kufanikiwa, au labda unaweza kusema hakuna naye niunga mkono. Kumbuka tulisema katika somo ambalo lilitangulia ya kwamba duniani hakuna wa kukuonea huruma. Hakuna mtu wa kukuonea huruma duniani. Amua kupambana uishi, au utegemee watu ufe. Fikiria kama Waajemi wangesema kwa sababu kuta haziwezi kupenyeka, basi tunarudi. Je, wangeuteka ufalme baada ya kupitisha ule mto? Hawangeweza. Iliomba kwanza wapitishe kwanza mto kando, ndipo watumie ile njia. Usijinenee mabaya, usiseme nitasubiri mpaka mambo yote yatakapokuwa tayari. Usiseme mimi si kama wale wengine, au watu wa kwetu hawawezi kufanikiwa. Usiseme eti nilijaribu mara moja nikashindwa. Kujaribu mara moja ukashindwa haijamaanisha kwamba utashindwa milele. Mtu anajenga ukuta huo kwa miaka. Taratibu, namna unavyojisemea maneno, utajikuta siku moja yameshageuka kuwa sehemu ya maisha yako. Halafu siku moja tu unashangaa, mbona kipaji changu hakiinuki? Mbona hakikui? Mbona wengine tulioanza nao, mbona wao wanaendelea?
Kwa nini mimi sijaendelea? Jibu linaweza kuwa si kwamba kipaji hakipo, ni kwamba kimezungukwa na aina mbalimbali za kuta. Kuta za kipaji zinaweza kuwa zimejengwa na wewe mwenyewe, na hili ni jambo gumu kukubali, lakini ni ukweli. Baadhi ya kuta zako hujajengewa na watu wengine. Nyingine umejenga wewe mwenyewe. Uliambiwa mara moja kwamba huwezi, ukaamini hivyo. Ulishindwa mara moja, ukaamua kutokujaribu tena. Ulikosolewa, ukaogopa tena kuonekana mbele ya wale waliokukosoa. Uliangalia mafanikio ya wengine, ukadhani safari yako imechelewa sana, au ulikuwa na kipaji lakini haukukitendea kazi. Kila siku ukahairisha mambo, na polepole ukuta ukawa mkubwa sana. Kipaji hakikufa, kiliwekewa kizuizi. Kipaji hakikufa, kiliwekewa kizuizi. Lakini kuna kuta nyingine ambazo zinazojengwa na mazingira, kwa sababu si kila ukuta unatokana na udhaifu wako tu peke yake. Wakati mwingine mazingira yanamfanya mtu ashindwe kuona thamani yake ya kile anachokibeba. Unaweza kuwa katika familia ambayo hakuna anayekuelewa, na hayo mambo yakakuathiri zaidi. Unaweza kuwa katika mazingira ambayo kipaji chako hakina nafasi ya kuonekana, au unaweza ukawa umezungukwa na watu ambao wanaokukatisha tamaa kila unapojaribu. Lakini pia hapa ndipo unatakiwa kuwa mwangalifu sana. Usiruhusu mazingira yako ya sasa yawe hukumu yako ya mwisho kuhusu maisha yako au kuhusu kipaji unachokibeba. Yerusalemu ilikuwa na kuta, Babeli ilikuwa na kuta, lakini historia ilionyesha kwamba hata ngome kubwa zinaweza kupenyeka. Kwa hiyo usichukulie kizuizi cha sasa kama mwisho wa safari yako. Kuta zinapobomoka, kipaji kitaanza kuonekana. Hivyo ndivyo kipaji kilivyo. Lakini mwenye kuhitaji hazina hawezi kufikia kile ambacho kimefungwa kule mbele yake. Lazima abomoe kile ambacho kimefungwa, ndipo afikie ile hazina. Na kwa hivyo sasa, naomba uelewe ya kwamba ziko kuta 5 ambazo naomba uzibomoe. Kuta ya kwanza ni hofu. Hiyo ibomoe. Kuta ya pili ni uvivu. Bomoa uvivu ili upate kufanikisha kipaji chako. Kutokujifunza ni ukuta wa 3. Bomoa kutokujifunza. Lakini mazingira ni ukuta wa 4. Usiruhusu mazingira ya kuvunje. Usiruhusu mazingira ya kuvunje. Lakini pia ukuta wa 5 ni kukata tamaa. Usiruhusu kukata tamaa. Liko swali ambalo nataka ujiulize. Ni nini kinachokuzuia kipaji chako siku ya leo? Usijibu kwa haraka. Usijibu kwa haraka. Kwa sababu unaweza kusema sina nafasi, sina watu wa kunisaidia, sina fedha, au watu hawaniamini. Chunguza kwanza kwa kina, ujiulize ni nini kinachozuia kipaji changu siku ya leo? Ni nini ukuta nilio nao ambao uko ndani yangu? Je, ni hofu, uvivu, kukosa maarifa, kukosa nidhamu? Au unadhani labda ni kutaka kila mtu apate kukubali? Au labda ni kutokukubali kwanza, kwa wewe ni mdogo na unastahili kwanza taratibu? Tambua ukuta wako, kwa sababu huwezi kubomoa ukuta ambao haujakubali kwamba upo au haujaujua. Kama unaweza kuelewa vizuri, kuta zinaweza kuchelewesha kipaji, lakini hazipaswi kuwa kaburi la kipaji chako. Naamini wewe ni mjenzi wa vipaji, na kauli ya mwisho ni kwamba usilalamike kwamba hakuna anayekiona kipaji chako kabla hujajiuliza ni kitu gani, ni kuta gani ambazo bado sijazibomoa, ni kuta gani ambazo ninalazimika kuzibomoa ili kwamba nipate kufikia kilele cha mlima wangu wa mafanikio. Kuta zinazozuia vipaji vyako. Naamini tutakutana kwenye kilele cha mlima wako wa mafanikio. Mimi nitafurahi kusoma kwenye comment. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata masomo yetu. Naam, mafanikio ni haki ya wote. Unaweza kutimiza malengo yako pia. Tukutane katika somo linalofuata. See you. Lakini jifunze.